Hello, Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Gertrude Isaac Mabiki. Nakukaribisha sana kwenye YouTube channel yangu ya Ijue Biblia na Gertrude Isaac. Na zaidi ya yote tunamkaribisha sana Roho Mtakatifu. Karibu Baba, take over, take control. Bila wewe hatuwezi chochote. Fanya mapenzi yako Roho Mtakatifu, nisaidie na unitumie kama chombo unayotaka tu unifikishe maarifa yako yaliyoko kwenye neno lako kwa watu wako. Roho Mtakatifu, sema na watu wako, saidia waelewe na wanachokielewa maarifa wanayopata yakawazalie matunda ya kudumu, mfalme wa amani, kwa ajili ya utukufu wako. Mfalme, utukufu wako siugusi na kurudishia mwenyewe. Utukufu na wewe Mungu wetu sasa na milele yote. Amen, katika jina la Yesu. Amen. Karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye YouTube channel yangu ya Ijue Biblia na Gertrude Isaac. Na kama tayari ni mwenyeji, na mimi utakuwa unajua bado tuko kwenye playlist ya kitabu cha Mwanzo, na tunamshukuru sana Bwana Yesu kwa neema yake kwamba ameshatusaidia kukava kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 19 ya kitabu cha Mwanzo. Na leo hii kwa neema ya Bwana Yesu tutakuwa tunakava sura ya 20 ya kitabu cha Mwanzo. Basi kwa kukumbushana kidogo, katika sura ya 19, yani video iliyopita, tuliona mji wa Sodoma na Gomora unaangamizwa, lakini pia tuliona ambao walipona katika ile maangamizo haya alikuwa Lutu na mabinti zake. Lakini tunaona kwamba tuliona mabinti za Lutu walichomfanyia baba yao. Kwa hiyo unaweza ukaenda kwenye hiyo video ukasikiliza vizuri, lakini pia ukasoma mwenyewe Biblia, Mwanzo sura ya 19. Lakini kwa leo tutaendelea katika kitabu cha Mwanzo sura ya 20, na leo tutaona tutaendelea kuona maisha ya Abraham. Kwa Biblia inatuambia kwamba Ibrahim, kama tunakumbuka, tunasema alikuwa Biblia inatuambia aliporudi kutoka Misri alikuwa anakaa katikati ya Betheli na Ai, sehemu ambayo ilikuwa ina mialoni ya Mamre. Sawa, hapo ndo alipokuwa anakaa mpaka Bwana anamtokea wale wageni. Alikuwa anakaa kati ya Bethel na Ai kwenye mialoni ya Mamre. Lakini Biblia inatuambia kwamba Ibrahim akasafiri au akasogea katika pande za kusini za mji wa Kanaani, katikati ya sehemu inaitwa Kadesh na Shuri. Sawa, nakumbuka alikuwa wanahama hivi kwa sababu walikuwa ni wafugaji, ni watu wenye mifugo mingi, kwa hiyo walikuwa wanahamahama kwa ajili ya kutafuta malisho. Basi alipokaa kwa muda katikati ya Kadesh na Shuri, Biblia inatuambia kwamba akahamia Gerari. Alipohamia Gerari ilikuwa ni sehemu ambayo ni taifa lingine na lina mfalme wake. Na mfalme wa hii sehemu inaitwa Gerari alikuwa anaitwa Abimelech. Sasa walipokuwa wakienda Gerari, Ibrahim akamwambia Sara, umwambie mfalme Abimelech kwamba wewe ni dada yangu, ili wautunze uhai wangu, sawa, kama alivyofanya kule Misri. Kwa hiyo Sara akasema kwamba yeye alikuwa ni dada wa Ibrahim. Kwa hiyo aliposema hivyo, mfalme Abimelech akamchukua Sara, lakini hakuwa amemjua, hakumuingilia, lakini alimchukua. Sawa, alipokuwa amefanya hivyo, Bwana Mungu akamtokea kwenye ndoto, akamwambia Abimelech, wewe ni mtu ulioisha, you are a dead man. Abimelech akashangaa kwa nini ameambiwa he's a dead man. Bwana Mungu akamwambia, wewe umechukua mke wa mtu. Wewe mwanamke uliyomchukua ni mtu ambaye ana mume wake. Abimelech akawa amemuingilia, akasema, Bwana Mungu, mimi niko innocent, mimi sina kosa, kwa sababu Ibrahim mwenyewe aliniambia kwamba Sara ni dada yake, na Sara mwenyewe akasema kweli Ibrahim ni kaka yake. Bwana Mungu akamwambia, ndio najua kwamba wewe uko innocent, na ndio maana nimekuzuia usije ukaitenda hii dhambi. Ndio maana nimekuwahi kabla hujamgusa huyo Sara. Kwa hiyo mrudishe kwa mume wake, na ukimrudisha kwa mume wake atakuombea ili usife, lakini usipomrudisha utakufa.
Basi asubuhi yake Abimeleki akafanya na asubuhi na mapema akafanya haraka, akampeleka Sara kwa Ibrahim. Akamwambia Ibrahim, mbona umenifanyia hivyo? Kwa nini umedanganya, umesababisha mambo makubwa kama haya yametokea kwenye kwenye nyumba yangu? Basi bonus ya kujua ni kwamba Sara alipokuwa kwenye nyumba ya Abimeleki, kila kitu cha Abimeleki kilipata utasa. Kila kitu cha Abimeleki kilipata utasa. Nakumbuka kipindi hicho Sara tayari alikuwa ameshampata Isaka. Sawa? Okay. Inawezekana alikuwa bado hajampata Isaka. Lakini aliambiwa baada miezi 9. Malaika kwenye sura ya 19 kwenye sura ya 18 alimwambia miezi 9 kutoka hapa atakuwa ameshapata mtoto. Basi kwa hiyo Sara akarudishwa kwa Ibrahim mume wake. Basi Ibrahim akamwambia Abimeleki, kwanza naomba nisamee, lakini nilifanya hivyo kwa sababu sikujua kama mtakuwa mna hofu ya Mungu, kwamba mnaweza mkaniua kwa ajili ya Sara, ndio maana nikasema hivyo. Lakini pia Sara kweli ni dada yangu, ni mtoto wa baba yangu kabisa, lakini amezaliwa na mama mwingine, na ndio maana nikamuoa. Basi kwa hiyo Abimeleki akamwambia hivi, unaniliu, akamwambia Ibrahim, akampa Sara, akampa Ibrahim Sara, lakini akamuongezea wanyama zaidi. Yani ninachoweza kusema, nafikiri ilikuwa maagizo ya Mungu. Akamuongezea wanyama zaidi, akamuongezea mbuzi, ng'ombe, akamuongezea kondoo, akamuongezea zaidi Ibrahim kwa ajili ya hilo jambo, yani kama kukompensate ile kwamba amekaa na mke wake. Lakini akasema kwamba hii ni ishara ili watu wajue kwamba mimi na wewe hatuna neno lolote, na hata utakapokaa kwenye hii ardhi watu wajue kwamba mimi na wewe hatuna changamoto yoyote. Wewe uko innocent na mimi niko innocent. Kwa hiyo Abimeleki akamwambia, ulisha nchi yani ile eneo ambalo nalitawala hapo Gerari, pote palipo mbele yako wewe, popote utakapoweka mifugo yako tu ni sawa. Yani tuseme kwa lugha nyingine akamwambia tu jiachie tu, wewe na mifugo yako jiachie Gerari hiyo hapo, popote ambapo unaona malisho just nenda tu, hakuna shida. Basi Ibrahim akamwambia Abimeleki kama tunavyoona, na Abimeleki na nyumba yake na kila kitu kikafunguliwa, kwa sababu utasa ulishika nyumba nzima ya Abimeleki. Lakini kipindi hichi Sara alikuwa bado hajazaa. Ndio hichi kipindi alikuwa anasubiria kuzaa, kwa sababu katika sura ya 18 tunaona Bwana Mungu alipomtokea Ibrahim wakiwa watatu kwa ajili ya kuelekea Sodoma kuangamiza, alimwambia Sara miezi 9. Miezi 9, yani tokea siku hao watu walipokuja, akaambiwa miezi 9 baada ya hapa utakuwa umeshamzaa Isaka. Kwa hiyo kabla hiyo miezi 9 wakawa tayari wameshahamia tena huko Gerari kwa ajili ya malisho. Ndio huko Abimeleki akamchukua Sarai. Kwa hiyo Abimeleki alipomchukua Sarai, nyumba yote ya Abimeleki, kuanzia mke wake, mabinti, wanyama, kila kitu kikawa tasa kwa ajili ya alivyokuwa amemchukua Sara, ingawa hakuwa amemuingilia Sara, hakuwa amemjua Sara. Basi lakini alivomrudisha Sara kwa mume wake, alivyorudisha na ile mifugo, alivomlipa kama alivompa Ibrahim ile mifugo, Ibrahim akamwombea ule utasa ukaondoka katika nyumba yote ya Abimeleki, na Bwana Mungu akamponya Abimeleki na hizo issue za utasa, yeye na watumwa wake na kila kitu alichokuwa nacho, kwa sababu nyumba yote ya Abimeleki ilipata utasa wakati alipokuwa amemchukua Sara. Basi ni hayo tu kwa leo jamani, wapenzi watazamaji. Naamini nimepata kitu. Napenda kuendelea kukuhamasisha uendelee kujisomea mwenyewe. Leo tumeangalia Mwanzo sura ya 20. Basi niendelee pia kukuomba uendelee kushare, uendelee kulike, uendelee
subscribe kwenye channel yangu ili content iendelee kuwafikia watu wengine. Lakini pia kama hujampa Yesu bado maisha yako, usisubiri, wakati ndio sasa. Kesho sio guarantee. Namba zangu ziko kwenye description box, yani hayo maelezo hapo chini. Nipigie simu tueleweshane kuhusu habari za wokovu, kupata kujua zaidi kuhusu maisha ya wokovu, namna ya kuishi maisha ya wokovu. Lakini pia kama unapenda counseling sessions, pia namba zangu ziko hapo kwenye maelekezo hapo chini description box. Nipigie ili tupange ratiba kwa ajili ya kufanya sessions na mengine mengi. Basi ni hayo tu kwa leo. Mungu akubariki mpaka wakati mwingine. Bye.